Mjinga niweke Mungu wa mtume nikikuonyesha wewe. Mpumbavu wewe. Unaniingilia mimi kaka. Sasa ndugu yangu, wewe nini chanzo nini cha kugombana wewe na ndugu yako? Kesi ananiingilia mimi yule. Mimi nikibonyesha yule mkonga. Sababu ni nini? Mjinga hivi ndugu yangu, una akili. Maisha yako hivyo. Sawa. Ningekukata muge yake Mungu wewe, mimi ningekutoa muge. Akili naye muge mimi ningeutoa leo. Sawa ndugu yangu, sawa. Fanya kitu kimoja umekwisha. Alafu hii kama sababu ni mipaka. Yaani sio maisha mazuri. Ile ardhi kuna leo na kesho. Wewe utakuja kufa na ziko kwenye ardhi hiyo ndugu yangu. Nipe panga langu. Panga ili skupi. Nipe panga mko. Nenda nitakuletea nyumbani. Kongo nipe panga, mimi niko sawa tu. Sawa, najua uko sawa na mimi nakwambia sawa. Nenda nyumbani nitakuletea panga lako. Yaani yule haki ya Mungu na mtume kama ungikosoa wewe mkonga. Kama sio wewe, haki ya Mungu na mtume leo mimi muge ningeondoka naye. Naona. Mimi nitamweka kilema. Unimkimiza na panga ungemua. Ndugu yangu, ila nenda. Maisha jamani haya. Maisha yako hivi jamani. Chonde jamani. Watoto mlikopo kwenye kijiji msije mkaiga maisha ya watu. Maisha jamani magumu. Kuna jela. Muumiza kijiji, mapenzi yamegeuka vita. Mwenyekiti! Wewe mwenyekiti wewe! Mwenyekiti! Bwana mwenyekiti nilivyokukuta. Sasa ndugu yangu unakuja hapa nyumbani kwangu unaanza kupiga kelele wakati unakuja hapa. Si kwangu hapa, mimi kwangu. Yaani nimekuta lengo langu kama kuna kitu unakifanya basi ukiacha hiyo kitu kabla sijafika. Ndio maana nakukuta tongea niko huko. Bwana mwenyekiti mimi nimekuja, habari yako? Salama. Kwema kabisa. Namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani mwenyekiti, usipokuwa makini na hiki kijiji au usipokuwa makini na wananchi wako mwenyekiti, unaweza kujikuta kila siku unahudhuria kwenye misiba ya watu. Sawa mwenyekiti? Unaletewa kila siku taarifa ya msiba. Kwa nini zunguka? Wewe niambie tukio limetokea wapi na nani kafanya hiyo tukio? Ndio nilikuwa nataka uniulize hivyo. Mwenyekiti, ndugu yetu Bwana Kondo pamoja na Nguru, sawa? Wamegombana hapo kama. Yaani pasipokuwa na mimi kwenda kuwagombelezea mwenyekiti na imani, yule Bwana Kondo yule na tumbo lake lile, saizi angekuwa mbinguni anapiga picha na malaika. Unajua bwana nimewachoka. Yaani nimewachoka, maana yake wao ndio wananipa pressure kwenye hichi kijiji. Mwenyekiti wangu sasa unaanza kutumbukia nyongo, tena nyongo yenyewe ni ya mamba. Muda wote mimi naweza nikafa kwa ajili ya watu wawili. Mwenyekiti sio wewe. Yaani mpaka mimi mwenyewe pia na kuwa na hasira. Sawa, mimi mwenyewe pia inaniuma. Sina vizuri. Kwa sababu mimi pia napata tabu kwa gombelezea. Inafikia kipindi sasa mimi ninagombelezea na naonekana mimi sasa ndo kama mchonganishi, naonekana mimi tena pale sienda kugombelezea, wananigeukia wanaanza kunichamba mimi. Sawa, na inafikia kipindi mpaka mimi mwenyewe napigwa. Inaniuma mimi mwenyewe mwenyekiti. Hebu kaa, fikiria, sawa? Tumia akili serikali yako ya kichwa mwenyekiti. Kujua hili tatizo nalimaliza vipi? Sasa nashukuru. Ndio. Mambo kwa gombeleza kwa mara mwisho. Kwa sababu unaletea habari mimi naondoka, usinichanganye hao wananivuruga, ngoja nenda nyumbani. Wewe mwenyekiti, kumlanzi kidogo. Bwana, samahani, njoo. Hebu niambie basi. Mimi naenda nyumbani. Acha sasa mwenyekiti, mimi nimekuja kwako na wewe unatoka unaenda kwako wapi? Au una nyumba mbili wewe? Hapo kwako wewe mwenyekiti. Haya bwana, mimi nimechanganyikiwa. Wewe unachanganya watu wawili hapa. Mwenyekiti usichanganyikiwe, hebu kaa vizuri na serikali ya kichwa chako. Ujue unatoa maamuzi yepi. Bwana asante kwa taarifa ndugu yangu. Ndio. Nashukuru, mimi nitalifanyia kazi. Yaani hao cha kwanza na walamba barua. Leo hii na watanga barua wote wawili hao. Piga kwa Kondo, piga kwa bwana nani? Nguru. Yaani kama Muislamu amekufa tunasema hila lazwa ila aina lillahi hajun. Msiba huo ndugu yangu. Kweli msiba. Sasa mimi bwana ngoja niende. Bwana asante kwa taarifa. Ila nimekuletea taarifa hiyo mwenyekiti, kuwa makini. Na wachapa barua. Kuwa makini mwenyekiti. Na watanga barua sasa hivi wanakuja hapa. Haya bwana mwenyekiti. Haya bwana. Unapiga chochote ndugu yangu? Wewe umeleta taarifa mkuja kula. Basi ama shida mwenyekiti. Bwana. Kwa mwenyekiti hamna kula. Hata kama kwa mjomba hakuna ulisi. Haya bwana mwenyekiti. Bwana. Jana. Ndio hapa kwangu kweli bwana, namba zangu za simu wenyewe nimeandika hizi hapa, dadangu nimeandika pale juu, nyumba yangu nyeupe, hichi kiti changu ni benchi nimetengeneza mwenyewe juzi tu hapa. Sasa mpaka na sawa watu wawili wananichanganya mimi.
wametia wote barua wale. Barua yani kichwa cha habari juu kikubwa kabisa. Njoo leo. Njoo chap, usipokuja hama. Nazwa tumeelewana ndugu zangu Basi mimi nashukuru kwa kuja kuniona, nimefurahi. Hapo ngoja tukaangalia mwenzetu. Tunajua tena. Bye. Ila sio kama kusema nini wakati mbele tulikuwepo hapa. Jamani silikuwa nimesahau. Tuambie. Vipi kuhusu ndoa zenu na maugomvi na waume zenu? Hiyo ni kama desturi kwao. Sipi naambia kitu ndugu zangu. Unajua ndoa imara, anayefanya ndoa hiyo imara ni mwanamke. Siku zote wanaume ni kama watoto. Wanahitaji kubembelezwa, wanahitaji kunyenyekewa. Maugomvi yaishi. Amuni hizo ndoa zina amani. Barukia, labda utupe njia tunaenda kuwabembeleza vipi? Maana kila njia tunawabembeleza yanaingilia huku, yanatikia huku. Sasa sisi tufanye kitu gani? Wale ni waume zenu bado, wabembelezeni. Mwisho mtaelewana tu, mbona haina shida. Barukia, hasa mume wangu mimi. Yaani hata kama ndio nilikuwa namwambia maswala yao kwenye chakula anasusa. Mtu kama yule namwambiaje? Yaani labda kama kuna njia nyingine sawa, lakini sio ya maneno. Barukia, huruka mtu ni huruka ya mtu tu. Yaani hata mbadilishe vipi abadiliki. Sisi tumeshindwa. Ila haina shida. Tutabembeleza. Ishindikana, kila mtu atashika msini zake. Jitahidi sana dogo zangu, kwa ndoa zenu. Familia tutafanyaje? Sawa, tusalimia watakaoje. Poa. Mipaka ikaanza moto, mashamba yakagawanya watu, wekezao wakaanza vita, watoto wakaishi kwa hofu. Kila siku ni kelele, kila usiku ni maneno, kijiji hakina amani kwa sababu ya wewe Nguru na mwenzio Kondo. Sikilizeni kwa makini. Sikuchaguliwa kwa kula mimi za beto au na nini. Shida yangu mimi kwenu nyinyi kuona amani. Amani katika kijiji. Kila siku aishi. Ugomvi huo kupigana nyinyi. Hii maana yake mshakuwa watu wazima nyinyi. Hii swala ugomvi mmetoana panga, mara si mmefanya hivi vitu vingine. Nyinyi baadaye mtakuja kuwa na familia zenu. Kila siku mmekuwa watu wa kuumbana. Mnatuchosha hapa kijijini. Kwa nini wewe hivi lakini? Kwa mimi ninachowaambia nyinyi wawili, nataka muelewane. Kuwe na amani katika kijiji. Tumechoka malumbano. Mwenyekiti, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kama umenitia hapa kwa jambo jingine sawa. Lakini kunipatanisha mimi na bwana Nguru, mwenyekiti, hilo sahau. Lakini kwa nini mmekuwa hivi nyinyi? Nyinyi watu wazima nyinyi sasa hivi. Mimi yule aniambia kitu chochote wewe. Unataka nini? Unataka kusemaje kwani? Bwana wewe. Mimi nakuheshimu unajua. Unaongea na nani? Mimi nitakukatakata mapanga wewe. Unaongea na nani? Sambueni ni serikali, mmesimama na serikali. Haya, ni babajue na ni babajue sasa. Wewe kata mkono kama ni kweli wanaume. Mnapiganaje kwangu hapa? Mimi mwenyekiti nakwambiaje? Yesu na wale mtumba wake Joseph na kueleza mwenyekiti. Mimi kunipatanishaga na Nguru. Mwenyekiti nipatanishe na Nguru. Sawa hata siku moja mwenyekiti. Wewe mimi unitishi. Mimi nikataa tu hizo mbele ya mwenyekiti. Mimi nikikutana na wewe nitamletea miguu yako mwenyekiti. Unafikiri nani anakuogopa Nguru? Njoo. Ngoja kwanza, ngoja mwenyekiti. Wewe ni acha kwa mwenyekiti. Nataka nimkatekate hapo kanifunge. Nina bunduki wewe jamani. Njoo nimewashimu tu hapa. Ninamjegeje huko mimi. Ninamjegeje. Mimi nakuheshimu soka la kuogopa. Sasa mimi nawaambia nyinyi mimi nataka amani, nyinyi watu wawili. Wewe bwana unaondoka wewe. Nataka amani. Na wewe bwana nataka amani bwana. Yule mwenyekiti yule mimi sitaki amani Benjamin ya Karume. Mtajuana lakini nataka amani. Mwisho siku leo mnamtajasha mimi. Mnalipa mimi nyinyi. Yaani mwenyekiti mbele yake anavunja heshima, anataka anamtolea panga. Nataka nikate panga. Hata wewe umevunja heshima, si unapanga? Au hapo nikate panga mimi nitoe nyundo. Ile panga mimi nitoe nyundo mwenyekiti. Mwenyekiti usinitafutie sababu ukatufunga. Usinioshe panga bwana. Samahani. Mziki mwingine unatoa mjegeje huko ndani kijiji kizima mimi kama lambo. Ni watu wawili mmekuwa kama lambo. Na Vietnam mmekuwa kama wa Marekani na Afghanistan, wapi na wapi? Atushindi hapa Kondo. Atushindi hapa sijui. Huyu nani Nguru? Wewe kama Nguru unguruka basi. Au Nguru unanuka. Wewe Kondo sijui wewe Kondo. Wauzaji hata Ngumiza kijiji. Mapenzi yamegeuka vita.
Kaka mimi natoka. Mtoka Eh? Kila kitu kiko sawa nani? Kiko sawa. Kiko sawa. Hebu subiri kidogo. Unajua dadangu, mimi ni kiongozi katika hichi kijiji. Na kiongozi bora ni yule mwenye busara, hekima, ustahimilifu, lakini pia na kujitolea. Unatambua wazi kabisa sisi wenye viti huwa mara nyingi hatuna mishahara. Kwa hivyo basi, au nikuulize swali, haujasikia kitu chochote cha Nguru na mke wake au mke wa Kondo na mke wa Nguru, yani huko kwa sababu unaenda kisimani kukata kuni? Hujasikia kitu tofauti? Umesikia lolote ambalo umelisikia wewe? Sijasikia chochote kaka. Una uhakika? Ni kweli. Sawa. Na kuomba kitu kimoja, au nikutume kama dada yangu mdogo wangu, chochote utakachokisikia kuhusu ama bwana na wake zao usisite kuja kuniambia. Sawa. Na lingine pia naomba uwe makini sana, maana umakini wa binadamu unaanzia pale alikotoka, lakini pia umakini wako uanze kule nako ulikotoka, uanze nao urudi nao hivyo hivyo ulivyo. Sijui unanielewa dadangu? Nimekuelewa. Nimeshiliza hiyo. Baadaye. Una sawa kila Nguru anavyonichanganya mpaka nimetia tiki kwa mtu ambaye ninamdai. Mtu mwenyewe alivyokuwa mtata huyo Gerald Rusero huyu atanielewa kweli ukaona tiki? Kwa hapa ndio nitumie cheo tu wenye kiti bana, nilitia tiki bahati mbaya. Kwani tiki ya kwako ya kwangu? Bahati tiki zangu zinajulikana, mimi mkono wangu wa left nikipiga paf nanyosha huko hapo. Muumiza kijiji mapenzi. Unajua nini bwana Mkonga? Ndio. Sitoka nataka kwamba nataka 100,000. Ndio. Nikabidi nitafute 100,000. Nikapika bwana mmoja anaitwa Laimu hapa juu hapa. Akaniambia mimi nauza shamba nataka 100,000. Ndio. Ndio tukanunua hiyo shamba. Sasa nikapata 100,000 nikamshauri mke wangu hapa. Inabidi tufanye mpango tuongeze shamba jingine. Sababu shamba kule chini sina migogoro. Ndio. Hata kuna jamaa mmoja anaitwa Laimu anakaa hapa juu hapa. Anaitwa Laimu. Unaona bwana? Mimi nikaona sio mbaya nikamchukua mke wangu tukaenda mpaka kwenye shamba. Kufika pale. Kwani mimi naamini ndugu yangu tena utamkuta mtoto si wako. Si nikakuta shamba lishanunuliwa mtu kashaingiza trekta na lima yetu. Tuna Mariam Chubaki. Hapo nikakasirika, nikaona kumbe ile nyumba hata ningekula mbege yote. Yaani kama nakuona ndugu yangu, lakini hujafanya makosa kwa sababu wenyewe wanasema kuna mkote mgumu mbele ya chai. Ni kweli. Hujachelewa. Sasa ndugu yangu, mimi kuna kitu kimoja najiuliza, sawa? Kumlazi kidogo, najua nitakuwa nimekukosea. Unajua wewe na bwana Nguru mna ugomvi mkubwa tu. Alafu mbona mashamba yenu mipaka ile imepatana ipo karibu? Kwa nini tu msielewane mkajua kitu gani cha kufanya ndugu yangu? Hivi Mkonga una akili kweli wewe? Yaani katika siku ambazo umenitibua nafsi, katika siku ambazo umenitibua mtima, katika siku ambazo umenitibua nyongo toleo. Huko nitaje jina langu nyumbani kwangu. Nimekuchanganya. Wewe umechanganya vibaya mno. Ndugu yangu kinitaje yangu mimi naumia. Mpo huko. Tupo huko mama watoto. Mimi naenda kisimani. Sawa, haina shida. Baadaye basi. Haya. Shemeji. Niambie. Yaani katika vitu ambavyo Mchaga Kiluguru mimi nimejua kuchagua. Ndio. Yaani pale nimecheza kama Ronaldo. Yaani pale ndugu yangu, yaani sijui nikwambie kitu gani. Pale umechagua mtoto mwenyewe kabisa. Umeona safi kabisa, nimependa. Sasa kama umependa hiyo kitu, yaani katika kitu kingine kwamba siku nyingine usisubutu tena kuongea habari za Nguru nyumbani kwangu. Lakini ndugu yangu, mimi sijaongea kwa ubaya, sawa? Yes, unanichanganya. Najua hivyo, sawa? Na kufahamu vizuri ndugu yangu, wewe ujisi ulivyo, asili zako zikoje. Lakini umeongea hivyo, sawa? Sio kwa ubaya, ni jambo la heri. Basi nikwambie kitu kimoja, hapo kijaa kitu chochote, sawa? Hapo ndani hapo na tutakuwa na chochote kitu, mtoto tuzunguke nyuma huko mtoto kapate kidogo. Tukapige wengi. Ndugu yangu lijuaje kama nina bao? Hapo Mkonga mimi sina kujaje mambo yako. Ndio maana mimi nasemaga kila siku, mimi sipopitia hapa, nasenda kwa nimepiga teke twende bwana Mkonga. Mimi na wewe Mkonga. Yaani mimi na wewe Mkonga. Mimi na wewe Mkonga naweza kusema kama vile choo na tundu. Waache. Bwana, unajua ukipatikana chaka kama nyinyi kama huruma. Ndio. Muumiza kijiji, mapenzi yamegeuka vita, ndugu bila kujua damu moja, kijiji kimelia. Mzee alipofumba macho, siri zikabaki gizani, watoto wakachiwa hasira.
Umiza kijiji, mapenzi yamegeuka vita, ndugu bila Salma, alichoongea Darukia kwa upande wangu mimi nimekielewa. Sasa sijui wewe mwenzangu ulichukuliaje wewe? Mimi nimemwelewa na ndio maana nilikuwa nataka tushauriane kwanza. Unajua nini? Wale wanaume wale sisi hapa ndio ambao wa kuwaweka sawa wale wanaume. Tukisema na sisi tukae sasa ndio tuwaache wasisameane, hakuna mtu mwingine ambaye atakaenda kuwaambia. Waelewe sasa. Mwaka huu asipoelewa mabegi yangu atanihusu mgongoni, nitarudi kwetu. Sasa watu gani wasiosameheka wale? Wasiosameheana. Yaani mpaka wanachanganya vitu. Sio ana roho za kenge, sio ana roho za nini? Maana kuelewa hawaelewi. Hasa yule mume wangu mimi yule. Mungu wangu. Sijui kama sio alifanywa kitu gani kikubwa. Haelewi. Mimi wechezi wangu hata simuongelei kwa sababu unamjua. Yule mchaga yule siku shida ile, ngoja sisemaje tuondoke maana umiza kijiji, mapenzi yamegeuka. Bwana. Ndio. Sasa nikatoka pale nikaona niende zangu kule nikapeleka mkaa. Ndio. Wakati wa kurudi sikanunua kiroba cha unga. Sasa nikarudi usiku. Ndio. Napita hapo chini katika hilo poli na maliasili hapo katikati na katisha hapo. We. Sikakutana na bonge la joka. Sasa sote wanakuambia kwamba ukubwa wa joka kumbe kiboko yake unga. Ndio. Nichokufanya pale unaona joka ataka kunigonga. Alitaka kukugonga wewe? Sio kunigonga hivyo unavyofikiria wewe. Ataka kuning'ata bwana. Ndio. Bwana. Kabidi nikupia unga. Unaona bwana? Mimi nikapita na zangu. Kondo. Si umenimwagia petroli. Sasa subiri moto utapokuwa kia Kondo. Nataka kuuliza kitu kimoja. Unanitafutia nini mimi eti? Yaani Kondo unanijibu hivyo, tembea na mke wangu afu unaniambia kutafuta nini? Hebu kutembea na mke wako wewe. Hebu subiri kwanza ndugu yangu. Huo ndio binadamu gani? Umekuja hapo umekuta wenyeji wako, hebu wasalimie kwanza alafu ndio uanze mambo mengine. Sio ndo wasalimie, huyu anatembea na mke wangu mimi. Mimi nitakuonyesha wewe. Sikiza nikwambie nguru bwana. Kama unataka tuoneshane chupi mbovu, tutaonyeshana hapa. Hata nguru tunaonyesha tight mbovu. Tuoneshane hapa. Tuonyeshane tight mbovu. Ngoja. Unamuumiza mwanzo kubusha lake. Subiri kwanza. Mwache. Nguru niachie. Nguru nakwambia niachie. Nguru niachie. Mwache. Unaita ujinga, mpumbavu wewe. Una akili wewe. Unaona ukitembea mke wako unaona sawa? Nani katembea na mke wako? Kwa binadamu mchungu, si ndio? Mpumbavu wewe. Mjinga sana wewe. Mimi nitakuonyesha. Mama yangu, acha Mungu na mtume utanijua kama mimi nguru au ng'onda. Bwana tusitishane bwana. Unataka tusitishane bwana. Sasa mpaka ajabu ajabu hapo. Mnanichangia kwa sababu upo na unga. Mimi si mnanichangia kwa sababu nakumbelezea. Mimi nikikuona peke yako. Wewe akili like kama hujakunywa kikwamba mimi sio nguru. Wote jialiseke kwamba. Nikwambie kitu kimoja. Ujinga sana. Wewe mkubwa wewe. Pumbavu. Ndio atembea mke wangu kila silasi tu. Hapo nakwambia wewe. Bwana tusishane bwana. Mimi ndo nguru. Mimi ndo nakwambiaje, mimi ndo Kondo mguru wa Kichaga. Wewe unasemaje? Mimi ndo Kondo mguru wa Kichaga. Nitakuonyesha. Tutaonyeshana. Unajua mimi kama nguru. Wewe si uende wewe. Pumbavu, una akili wewe. Nenda. Mjinga sana wewe. Unajua mtoto nimemtoa wapi? Nenda. Nataka kutishana hapa. Mimi ndio Mchaga Kiruguru. Nataka kunitisha. Wewe na usijigambe wewe. Mbona hapa nimwagombeleza mimi hapa wewe? Utakuja wewe. Yesu na Maria mchumba wake Joseph. Mimi nakwambiaje? Kama usingekuepo hapa. Wewe ni mtu mzima sasa hivi. Umri ushakutupa mguu, sawa? Alafu kaa ukitambua kitu kimoja. Sasa hivi wai wa mtu upo mkononi kwa mtu. Yule umempiga yule puf, amekufa yule. Kaa ukijua ndugu yangu utakuja kuozea sehemu mbaya. Nataka nikwambie kitu kimoja mkonga Yaani mimi nakueleza kitu kimoja mkonga. Yesu na Maria mchumba wake Joseph mkonga amekuja kupatana na nguru. Sijui. Sawa, itakuwa vitu hivyo mjadili. Sasa nataka nikwambiaje? Yaani kama ningekuaga na uchawi, kama ningekuwa na uchawi,
Mama yangu mwanamke, nakwambia nguru zamani muda mrefu nishafuta katika uso wa dunia. We, sasa uchao unatokea wapi ndugu yangu? Yaani ningeshafuta katika uso wa dunia. Na Mungu naye ameangalia akasema kabisa kwa huyu mtu nikimpa uchawi huyu atakuja kufanya kitu kibaya. Mambo achanaga na hiyo mambo. Kwa tuendelee kupiga vitu vyetu. Aisee mama. Hebu tuta hivyo vitu tuendelee kugonga hapa. Bwana mzee la malama kama hivyo mnanifaa kama mimi sasa naye gombelezea sasa naumia. Usijali mambo hayo mama. Kile kitakuwa sawa. Sikiliza sasa hivi sawa. Nataka nikwambie ndugu yangu. Yaani siku nyingine ukishajiona una viela vyako bora tu bongo tu unakunywa nyumbani kwetu. Hiyo imeshaisha, haina shida wala usijali. Usijali kabisa. Mipaka ikaanza moto, mashamba yakagawanya watu, wekezao wakaanza vita, watoto wakaishi kwa hofu. Kila siku ni kelele, kila usiku ni maneno, kijiji hakina amani. Sasa mama Ibrahim sitaka nipigia simu. Na namdai siku hizo anafanya biashara ya kuku za kienyeji hizi. Ndio. Hebu kwanza kidogo nikulishe hapo mke wangu. Kama mtoto. Basi mimi napendaga ukipokea iko chakula hapo mdomoni. Unaona? Safi. Nijaje hapo mkonga? Hata sijamuona. Sijui hata yuko wapi. Naomba nikwambie kitu. Hivi kwa nini msimalize tofauti zenu na nguo? Mnatukanana? Hivi mke wangu, kwa nini unataka talaka yako? Yaani wewe ukishaambiwa tu hivyo basi. Sikiza nikwambie, sasa ni wanasemaga kabisa sisi Wakristo tutoi talaka. Sisi tunaweza kuona talaka yako. Yaani kama talaka yako inatokea moshi unaanza kuona lombo mashati hiyo, inakuja lombo makaptula, inakuja lombo masuari, inakuja ngale nalo, inakuja usaliva, inakuja salinzi hapa mpaka hapo unapatia talaka yako. Lakini kama inatokea kwa mgeta kule inaona kabisa kuja nyandila, inakuja lolo, inakuja kibaoni, inakuja mlali hapa, inakuja changarawe, inakuja mindu, unapatia talaka yako. Hivi mkongo unamtaja nguvu nyumbani kwangu kweli? Kwa hiyo Mungu unaona wao mnavyotukanana ovyo. Mnaona wao mnavyogombana ovyo. Alafu sisi wote tunakaa kijiji kimoja. Haujisikii vibaya? Na mimi nataka nikuulize, wewe mtu sana tukanaga nguvu unafurahia? Mimi sijasema nafurahia bali nataka suluhu. Wewe unataka suluhu, na maana suluhu yangu hujaliona. Nataka mpaka nipite huko nikudi kila mtu nimuonyeshe suluhu yangu, si ndio? Kwa hiyo nguvu leo ni moja. Sijasema letu moja, bali nataka muelewane. Hivi unasikia vizuri kwa sababu wewe umeshanitibua mtima wangu, unamtaja nguvu nyumbani kwangu. Bibi, sambona na Kondo. Kwa hiyo ugali anakula nani hapa? Unanisusia gani? Huo gari ale nani? Ale Messi, ale Suarez utajua mwenyewe. Kumbe na nguvu yenu moja. Mimi sijasema yetu moja. Nimeweza kuambia tu kwa muda nataka suluhu. Sio pesa elimu ya matatizo. Nimechoka. Mwanaume gani ambaye haelewi huyu? Ngumiza kijiji, mapenzi yamegeuka vita. Subiri, nitakuonyesha. Hivyo nafikiri nguru mimi nakuogopa? Nafikiri nakuogopa? Sikai hata kwa amani, kila saa huku mara huku. Wewe ni bwana kitu gani unaletea mimi hapa? Mimi sikuogopi chochote. Blaza nipe basi panga langu. Hapo sikia blaza, sisi tushachoka humu. Kila siku kondo nguru. Yaani mbwa, kuku, bata wote wanawajua nyinyi hapa kijijini. Hata ule mama fulani mwenye mimba, ule mama nani pale. Mimba pia najua kama nyewe mna ugomvi. Sisi tushachoka bwana. Tunataka tufanye mambo yetu, tunataka tuishi kwa amani kijijini hapa bwana. Fuata mambo yako wewe, mtoto mwingine umekuja juzi hapa kijijini. Ni baada ya kufanya mambo ya maendeleo. Fuata mambo yako, umekuja kijijini juzi tu hapa wewe. Nyewe vipi bwana? Nyinyi tu kila siku nyinyi tu. Tushachoka bwana. Ngumiza kijiji,
Mapenzi yamegeuka vita, ndugu bila kujua, damu moja. Leo tu, kesho naondoka. Naona ajabu. Wewe tena. Mke wangu napenda. Mungu nyimbo naipenda. We, wacha we. Nikuimbie tena. Leo tu, kesho naondoka. Naona ajabu maneno yanavyokutoka. We, wasalamu ukikutosha kichimbia hapo chini. We bwana we. Ninapata mke wangu magagulu mabovu yataonekana, taiti mbovu yataonekana. Zinaonekana. We. Shem, mambo? Safi, mambo. Mzima. Aisee, Shem vipi? Poa. Naona chuma mbazi. Basi haina shida bwana, Shem si tupo. Bwana Kondo. Nimekuja kununua na huku. Kule nimekuachia kule. Na huku nifatefate tena, nikuonyeshe mimi nani. Hivi Ngulu wewe unanitafutia nini kabisa aswa mimi wewe? Sikiza nikwambie kitu kimoja Ngulu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi sifugi nyoka katika shamba langu kila siku akawa nakula unga. Mimi nafuga majini. Mimi mchawi. Ndio mchawi. Nikwambie kwa taarifa yako. Mimi nakwambia